kuna watu wanachinja sana, wanatoa kafara, wanagawa minyama kwa watu, wanagawa nyama kwa watu. Nadhani watu wa kanda ya Ziwa hizi habari hawana, lakini kuanzia Singida, Dodoma, Babati, Manyara ndo kitovu. Alafu kija Arusha na Moshi, pale kuna watu kutoka nchi nyingine wanakuja kununua mbuzi, wanachinja, wanatoa kafara. Watu wanachukua mbuzi, wanachukua ng'ombe, wanaenda kutumia. Maswali haya watu wengi wajiulizi. Tena wanachinja kila siku. Mimi sio muongo. Kama kuna watu wanaangalia video wewe uko Babati, au unaangalia video uko Dodoma, au unaangalia video uko Singida, au unaangalia hii video wewe uko Arusha na Moshi, comment hapo chini. Je, hakuna watu ambao wanatoa kafara sana na wanagaia nyama? Yaani mtu akichinja na kugaia mbuzi mzima, mtu akichinja anatoa ng'ombe mzima. Kijiji kinakuwa chote kina nyama, watu wanachoma nyama wanakula, lakini uwezi kupewa ng'ombe mzima, uwezi kupewa mbuzi mzima. Wewe unapewa kiumbe alishachinjwa na ukapewa. Sio ile miezi labda ya sikukuu. Kuna miezi ya sikukuu ya Eid, kuna miezi ya sikukuu labda sikukuu yoyote ile, lakini kuna siku ambazo sio sikukuu wala siku ambazo sio sherehe. Wao wanachinja kila siku, wanatoa kafara. Kila siku watu wanachinja, wanapewa nyama. Hawa ni watu gani? Ambao ni watu wa Arabu. Hawa ni watu gani? Utambua hawa ni wa Filipino. Hawa ni watu gani? Ndio kwambia hawa ni watu kadhaa, ni Waturuki. Wananunua ng'ombe, wananunua mbuzi, wananunua kondoo, wanachinja, wanawapa watu nyama wanakula. Wanachinja, wanawapa watu mbuzi, kondoo, lakini awe ameshachinjwa upewe mzima. Amka Afrika, kuna mambo yanafanyika, watu wanakuwa matajiri, wanatajirika. Ile ni miiko. Ile ni miiko na njia mafanikio ya kweli. Kuna watu wanapata pesa kupitia kuchinja, kutoa kafara. Hivi mtu atoke huko aje Afrika anue mbuzi na nyama achinje, anagaia watu mifugo, wanachuna, watu wanakula nyama. Yeye anafaidika kitu gani? Kwa sababu ukiangalia kwa upande wa dini, sio dini. Dini labda kuchinja, kuna Eid za kuchinja, kuna sikukuu za kuchinja. Nikizungumzia kuchinja sikukuu ya Eid, ni kafara zinatolewa, kwamba ni siku ya kafara day. Watu wanachinja kuanzia Maka mpaka Afrika nzima, duniani watu wanachinja, ni siku ya kichinjo. Kwa hiyo kafara au sacrifice imetolewa kwa njia nyingi sana. Kila mmoja anafahamu kwamba ili ufikie malengo, ili ufanikiwe kutoa kafara. Kwa hiyo hii neno kuchinja, unapomwaga damu, kuna viumbe vinavyokuja kuchukua ile damu, kwa sababu ushaingia maagano nao, rahisi kufanikiwa. Bila kutoa kafara, basi inaweza kugharimu wewe usifikie malengo yako. Kwa hiyo ukija kuingia makubaliano ya kuchinja, au kakubaliana kuchinja mbuzi au ng'ombe au kondoo ili ufikie malengo, unatakiwa ufikishe malengo yako yale yanotakiwa. Wale jamaa wanachinja mbuzi wengi sana, wanachinja mbuzi wengi, ng'ombe wengi, kondoo wengi sana, wanachinja. Mwingine kila siku ya Ijumaa, mwingine kila siku ya Alhamis. Waangalieni huko wanachinja makafara, yale ni maagizo. Kuna watu wanafaidika kutumia hiyo kazi. Kuna watu ni multi-billionaire, lot of money, ni kwa sababu ya kufanikisha mipango yao. Kwa hiyo hakuna kitu duniani kinaenda hivi hivi bila kuwa na elimu. Elimu ni kitu kizuri sana, inafanya watu wengi wanafanikiwa kupitia njia hizo. Hakuna ndagu mbaya, ndagu zote ni nzuri, zinaweza kufanya wewe kuwa tajiri, ukawa na mali, ukawa na pesa, mpaka watu wakakushangaa. Watu wote wanaweza kufika malengo yako wewe unayohitaji, lakini jambo ni moja tu ambalo unatakiwa kujua katika akili yako na kinywa chako. Je, wewe unahitaji kufika malengo yako kuwa tajiri? Unahitaji ndagu? Kwa sababu ndagu ziko nyingi sana. Nimeshatoa madarasa yangu, nimeeleza kwamba ndagu za mafanikio ziko nyingi sana. Ndagu ziko nyingi. Kuna ndagu za kuoza, kuna ndagu ambayo yule kuku anapokula mbegu, kadri ya zile mbegu anavyokula ndo kadri ya utajiri wako utakavyokuwa. Ndagu ziko nyingi sana, lakini kuna watu wengine wanakuambia kwamba kuna ndagu ya kuua, kutoa kafara.
Hizi mbili watu wanashindwa kuzielewa. Kuna ndagu ya kuua na ndagu ya kutoa kafara. Nadhani umeshawahi kusikia kuna ndagu ya kafara, alafu kuna ndagu ya sadaka. Lakini wewe ujui ndagu ya kafara ni ipi na ndagu ya sadaka ni ipi. Vitu vyote hivi wewe haujavijua hii elimu, kwamba sasa itakuwaje mimi nifikie malengo yangu yale ninayohitaji, kwamba sadaka ni ipi na kafara ni ipi. Wengi wanajiuliza hii ndagu ya kafara ni ipi na hii ndagu ya sadaka ni ipi. Nadhani ushawahi kujiuliza maswali mengi sana. Kuna watu wanajua kwamba ili ufikie malengo, ndagu itakuja kubadilika, itaua watoto, itaua mke, itaua mama, itaua baba. Wengi wanadanganywa hivyo. Usichukue ndagu bwana. Ndagu mwisho wa siku itakuwa ni mbaya kwako. Nani amekueleza na ndagu ni mbaya? Nani kakueleza? Tishana kwamba ndagu atakufa mke, ndagu atakufa mume, ndagu atakufa mtoto, ndagu utakufa we mwenyewe. Elimu ndogo ya kutokufikiria. Lakini nikwambie ukweli, hakuna ndagu inaua mtu. Kuna ndagu ya sadaka na kuna ndagu ya kafara. Hii ndagu ya sadaka ni ndagu ambayo sadaka zake zipo zinatakiwa kuzifanya. Hii inatokana na mzimu. Hii ndagu ya mizimu ya vudu, mizimu ya Zangbet. Lakini pia kuna ndagu ambayo iko ndani kabisa, ni ndagu ya kafara. Ndagu ya kafara ni kwa ajili ya sacrifice, kutoa kafara. Kafara ya nini? Ni kafara ya kuchinja, kumwaga damu, kutoa kafara. Uwe tayari kufanya hiyo. Ndo kila mwaka kuna watu wanachinja, wanatoa kafara. Ushawahi kusikia kanda kaskazini? Kanda kaskazini, yani kuanzia Moshi, Arusha, Kilimanjaro, Babati, Singida, Dodoma, kuna watu wanachinja sana, wanatoa kafara, wanagawa minyama kwa watu, wanagawa nyama kwa watu.